Rigathi Gachagua ndio kingmaker for the next coming government ya Kenya hapa. Hakuna iko. Hakuna. Rigathi Gachagua ndio kingmaker. Wewe ni kitu umepewa. Hata wewe tafuta upewe. Rigathi Gachagua ndiye ataamua nani atachukua urais wa Kenya hii next coming government. So hiyo kumbuka, katika historia ya Kenya hakuna deputy president ama naibu rais ama vice president amewahi kuwa one term na akae deputy president ama vice president wote. Yani hakuna mbunge amewahi kuwa one term alafu akae vice president ama deputy president. So Rigathi Gachagua is a man. Ruto alikuwa mbunge mara ngapi? Mara mingi. One term, sikia one term president. Umekubali? So Rigathi Gachagua is a man to watch. Yeye ndio kingmaker for the next coming government. Hoja yangu ya kwanza. Sisi watu wa Afrika Mashariki, majirani wetu ni wapumbavu sana. Wachinga sana, ofyo sana, umbwa sana. Majirani zetu kama Uganda na Tanzania hawana akili. Serikali zao hazina akili. Kabineti zao pumbafu. Imagine last year, mwaka jana, our senior counsel Martha Karua alienda kusikiliza kesi ya Tundu Lissu pale Tanzania. Yule mama pumbafu, mama ofio, mama Idi Amin, mama muuaji, mama katili alikataa eti senior counsel, mtu amesoma. Niliwaambia katika Afrika Mashariki Kenya is the capital city. Katika Afrika Mashariki Kenya is the super power hapa Afrika Mashariki. Alafu alipoenda wakaogopa, yani waliogopa ya kwamba Martha Karua kienda Tanzania watashindwa kuamua kile kesi. Na juzi pia Martha Karua alienda Uganda kuenda kutegea kesi ya Kizza Besigye. Kizza Besigye is the official opposition leader wa Uganda. Na sisi wa Kenya tunajua mkuu ama kiongozi wa upinzani ni rais nusu, maana yeye angechukua urais kama huyu angefeli. So hawana heshima kwa kuheshimu rais nusu. Alafu pia huyu mzee ameseeka, amepakiza sisi miaka 2 ya kufe. Huyu Museveni ovyo kabisa, eti wakakataa ya kwamba, wakaogopa ya kwamba Martha Karua akiingia huko Tanzania aende kutegea kusikiliza kesi ya Kizza Besigye, sijui wangeshinda kufanya nini. Ile ni upusi. Tunakumbuka ya kwamba just imagine saa hii bunge power. Bunge ama nchi ya Tanzania ya Uganda ni nchi ya kifamilia, sio nchi ya serikali, kwa sababu Museveni ni rais, mtoto wake ndio mkuu wa majeshi Kainerugaba Muhozi. Kwa sababu Muhozi Kenya inamaanisha mtu mjinga, yani Muhozi kwa Kenya hapa ni mtu mpumbavu. Mke wa Museveni yeye ni waziri wa elimu. Mtoto wake ndio governor of the Central Bank ya Uganda. Alafu ndugu ya mke wake ndio chairman wa tume ya uchaguzi ya Uganda. Alafu semeji ya Muhozi ndio jaji mkuu wa Tanzania. So hiyo ni upusi. Kenya imesema hiyo ni upusi kabisa, ofyo kabisa. Niende kwa hoja ya ODM kufukuza Edwin Sifuna. Sisi kama Wakenya tunaelewa ya kwamba Edwin Sifuna ndio mtu pekee ako sober minded ndani ya chama cha ODM. Wakati baba Raila Amolo Odinga mwenye chama aliingia kuandisa kina Ruto, akina Wanga na wapusi wenzake wakaanza kusema ya kwamba Edwin Sifuna wacha kuongea mbaya. Raila akasema Edwin Sifuna ndio anaongea maono na ukweli wa chama, wawachana na yeye.
Sasa kwa sababu mzee alikufa, so kama mumepandua yeye, chama imekufa. Nilisema nikiwapo ya kwamba katika historia ya Kenya hakuna party leader yeyote amewahi kufa chama chake kikapaki. For example, wakati Moi alikufa, KANU pia ilikufa. Mpaka leo hii KANU huwezi amuka. Wakati Kibaki alikufa, pia chama chake kilikufa. Mpaka leo hii pia ni huwezi mfuka. So hakuna katika historia, hakuna mwenye chama amewahi kufa chama kikatoboa. So tunasema hivi ya kwamba ODM imekufa, isakufa kitambo. Wenye mko huko munakaa katika kama mchwa iko katika ngozi ya ng'ombe iliyochinjwa. Ya karibu ya mwisho, viongozi walinda mwananchi ilikuwa wakuwe hapa Kisii this coming Friday, lakini kwa sababu ya heshima ya maandamano wame postpone mkutano wao mpaka next week. Tunashukuru sana viongozi wetu kwa kuona maslahi yako ndani ya Kenya, kwa sababu mungekuja wangesema katikati ya maandamano eti sisi ndio tumeweka hiyo. So tumewakaribisha Kisii, linda mwananchi. Ya mwisho, wale watu wanataka ugavana Kisii, nikiangalia ndugu yangu, sichaona kuna mtu anaweza toa Simba Arati kwa kiti. Nikiangalia sichaona kabisa. Simba Arati ni mwanaume, lakini sasa hao wenye wanasema watu wanataka kumtoa, ukiangalia unaona ana ndugu yangu, ugavana sio MCA, ugavana sio MP. Sasa unapata mtu anataka ugavana anashindana na Simba Arati. Ukimwangalia yeye ni ako kwa kiwango cha ugavana. Ndugu yangu, sichaona mwanaume anaweza ng'oa Simba Arati kwa kiti. So kwa sababu nimeona wengine wako hapa, thank you very much. Linda mwananchi, karibu Kisii, karibu Kenya. Acha nicheke kwanza. Wewe umeongea mingi, hatujaona nini. Hiyo ndio alikuwa na yake. Mimi nasema hivi, huyu mbunge wa Nyaribari Chache kazi yake ni kuleta tractors, alafu amekuja akalimalima. Sasa masiweji inapita kwa shule. Sasa leo ndio sasa watoto watakufa na wananchi watakufa hapo kwa mtoni.